Mke wangu. Mke wangu. Ameniaga huko ndani, anaenda anatoka hapo nje anaenda chooni masaa yanapita. Wewe mke wangu. Bwana pale chooni. Chooni nako hayupo sijui kwa sasa huyu mwanamke atakuwa wapi? Ameaga ametoka huko ndani anaenda chooni. Masaa toka saa 4, saa 5, saa 6, saa hizi saa 7 ameenda wapi? Kama niliona karatasi. Wewe mwanaume, hauna pesa, hauna maisha, kazi kuto kutafuta wanawake. Na mimi nimeona bora nikatafute wanaume ili tuendane sawa. Wanaume? Sasa mtu wangu mbona ananifikiria vibaya sana? Hawa wanawake mimi nawatafutaga muda gani na wapi? Sasa yeye usiku huo ameenda kutafuta wanaume, ameenda kutafuta guest gani au baa gani? Mimi nitajua wapi kwa kwenda alikoenda yeye. Mwenyezi Mungu, naomba uniepushe na hili jambo. Maana unaweza kujikuta unaweza kufanya kitu kibaya ukaisha segelea. Nisaidie Mwenyezi Mungu. Abakari. Naenda kuzurura. Wewe umeanza uzururaji. Njoo hapa na maongezi na mimi. Labda kuna dini la hela mtaka nini? Unapenda hela kama mfuko. Unajua maisha yenyewe sasa jinsi yalivyo ni magumu tu. Sema lazima pambane. Sio hivyo. Bakari, jana ulienda wapi? Tena kwa ameenda kucheza pool table. Napenda sana kucheza pool table. Kaka Kasimu alituita. Alinipa taarifa mimi na wewe lakini hukufika. Sasa wewe mpaka sasa hivi bado namwazaka Kasimu. Yaani mimi yule nishaachana naye yule. Wewe ushamuonaga kabisa yule jinsi alivyo. Yaani kama tishisha yule. Yaani yule ni wakati naye. Kubali wito, kataa. Ilitakiwa uwepo. Wewe unajua kilitokea nini hapa? Sijui. Alichoniita na alichotaka kutuambia ni kwamba kuhusu msiba wa Kaka. Unatumiwa wewe na Kaka Juma. Kwa anasema mimi ni mchawi. Sijui. Inasemekana wewe na Kaka Juma mnahusika kwenye msiba wa Kaka Salim. Kwa hiyo maanisha mimi ni mchawi? Sijui mimi. Wewe jamaa atakuwa na laana. Akapelekea akasema kwamba mimi na yeye tuungane kwa waganga. Tena? Ndio. Ukafuatilia sijui hilo swala la Kasimu la Salumu. Inasemekana wewe na Kaka Juma mmehusika, lakini mimi nilimkatalia. Nikapelekana mpaka tukavurugana. Ndio maana nimekwambia yeye amerogwa. Amerogwa wapi? Ni kujiendekeza. Hebu ashumu Kaka Bakari. Tukinyanyuka mimi na yeye tukienda kwa waganga. Unajua kitatokea nini? Ukienda kwa mganga huyu atasema hivi, ukienda kwa mganga huyu atasema hivi.
Kwa mimi nimuue mdogo wangu mimi. Na hadithi zangu timamu nizonazo nimuue mdogo wangu mimi. Sijui. Nataka nikwambie kitu kimoja sawa? Huyu kaka atakuwa ameshaanza kuwa chief. Sawa? Unajua mimi hawezi kanituma mimi mchawi, sawa? Ambayo hata yule na nilituma naye mzungumzia yeye. Hatuko kwenye ukoo pamoja. Hata ile siku tu sababu tulikuwa kama kuwasikia. Ila anapoelekea naelekea babaya. Halafu kabla sijasahau. Inasemekana kuna siku ulienda kule shambani na aliyekuona ni mke wa kaka Kasimu. Ulienda kufanya nini? Nani? Wewe. Mimi? Ndio. Saa ngapi? Saa 2. Na kweli hiyo siku kabla Bakari sikukuona. Nilipika chakula nikaanza kukutafuta. Kaka Bakari kuonekana. Nikachukua chakula nikaweka ndani. Nilikuja kukuona kesho asubuhi. Mimi tulizozana hapa na kaka Kasimu ikapelekea mpaka akataka kumpiga. Wakiwa na huyo mke wake. Kwa hiyo dada yangu na umekubali na mimi ni mshirikina kabisa. Hapana, mimi sijasema hivyo. Nilikuwa tunakushahidi. Nataka nikwambie kitu kimoja. Wahenga walisema sawa, ukiona vyaelewa jua vimeumba, sawa? Sasa nataka nikuonyeshe upande wa pili mimi ni nani. Sasa naita mimi mchawi. Utaona. Amna kaka Bakari, kaa nikuelezee. Huyu mwanamke mpaka saa hizi hajarudi nyumbani. Atakuwa wapi? Na hao wanaume ameenda kuwatafutia wapi? Asante. Muda mimi nifunge sasa niende kazini. Kaa kwanza hapo nikuelezee, unisikilize. Mimi nakutazamisha alafu na wewe unapanic unaondoka. Wewe acha tu nitakuonyesha. Yaani hizi mali za ulisi zitatumaliza wote. Tunapoelekea tunaelekea pabaya. Wahenga walisema hivi, dawa ya mbwa kunywa bado ya moto. Ikishachachu utaimwaga. Ukanisikiliza, mbona mimi nimekuita tena kiustaarabu kabisa, kikae tuzungumze, wewe unafanya. Hata ninakwambia na wewe unafanya nini? Kasimu jana naye alikuja hapa naye hivyo mpaka akataka kunipiga. Na wewe nakuelezea unafanya. Sasa mimi mnaniweka kwenye kuligana. Alitaka kufanyaje? Alitaka kunipiga wakiwa na mke wake hapa hivi. Mimi niliamua kuondoka nikaenda kwa rafiki yangu. Na kuelezea na wewe unafanya. Sasa mimi mtaniweka kwenye kuligana. Hizi mali za ulisi. Unasikia dada? Hilo swali niacheke mimi. Niachie mimi kabisa. Nitakuonyesha. Kabla yeye hajatua tutakuja naye. Nataka kupiga wewe. Atanijua upande wa pili. Yaani mimi mkiniambia masuala ya kuuana sisi mnanichanganya. Leo amepewa kastini, umenyamaza. Toka 30. Sawa? Ndio chochote kile. Sasa hivi tena nataka na sasa tuache kwa zile zingine. Kama nataka 30 sasa tumpe. Aichie. Ila sasa kabla hajaanza kuzijia hizo mali, mimi naanza na yeye. Ngoja niende atanijua upande wa pili. Ungekaa tu kaka, ukanisikiliza mimi. Ngoja tu. Yaani hizi mali za ulisi jamani zitatumaliza. Yaani mimi hata sielewi nifanye nini. Yaani mnazidi kunichanganya Bakari. Ngoja nipabadilishe. Yaani hizi mali zitatumaliza. Nikiongea na kaka Kasimu amecharuka, Bakari amecharuka. Nitamuelezea nani na nitamuelewa nani? Mimi nachoka, yaani sijui kwamba nifanyeje. Hapa ni kujisimamia mimi mwenyewe. La sivyo tutakwisha wote. Kaka Kasimu mimi ndiye ninaye muisi, ni yeye Kasimu anayeyafanya haya yote. Tanema. Ngoja uone. Yaani wewe Bakari wewe unafanya nini? Unaenda wapi? Na soko unaenda wapi? Dada nakuheshimu. Aya, achia kwanza hiyo soko tuzungumze. Achia. Unaenda wapi na soko? Atanijua. Baada ukae utulize akili kwamba tunafanya nini. Wewe unabebelea lishoka. Unataka kwenda kumua. Unadharau. Wewe kuita mimi mchawi. Inatakiwa ukae ufikirie kwamba hili tunalitatuaje. Ndio maana mimi hapa nimekukalisha tuzungumze, wewe ukafanya. Wewe acha tufanye. Rudi huko ndani. Basi. Kwa sababu yako wewe, lakini siko kwa wewe. Ndio. Ila tu. Rudi huko ndani. Halitaisha. Haki ya Mungu. Hebu rudi huko ndani. Sawa, itaisha. Rudi ndani na hakuna kwenda sehemu yoyote. Hautoki hapa. Haitaisha.
Atanitoa tu kwa pili. Atanitoa tu. Atanitoa. Hivi nyie mna tatizo gani? Yaani mnaweza tu kuuana, yaani ni kuuana tu. Mimi nifanye nini sasa? Nifanye nini? Mimi ninachoka. Nachoka Bakari, yaani mimi mnanichosha. Haya, nani sasa? Kasimu ndio mkubwa, baada atukalisha sisi wadogo zake ndio anazidi kutuvuruga. Haya, unaweza kuua. Hivi nyinyi mna nini? Mnalaana nyie, mmelaniwa. Haki ya Mungu nakupatia. Mtajua tu. Yaani wewe na kaka Kasimu mmelaaniwa nyie. Kuna kitu mnachokitafuta. Bakari. Hawezi kuleta mimi mchawi. Ndio sasa nilivyokuelezea ungekaa ukatulia. Mbona mimi ile siku nilimsikiliza hivi, wewe una nini? Haya, nimkimbilie nani? Juma yuko mbali. Nishauriane na nani unataka? Nishauriane na nani? Tafuta huyo Juma. Ila mimi hata Mungu amenikosea sana. Nimtafute Juma, nitampata wapi? Mimi nitapata wapi Juma sasa hivi yuko huko kwake. Kwanza naona kama vile unanichanganya, hautoki wewe. Hautoki. Achia mlango Bakari. Tuone utaenda wapi. Yaani mnazidi kunichanganya na hautoki humo ndani, tuone utaenda wapi. Ndio hutoki. Changanya mimi kunichoka kila siku na tatizo, kila kukuta kelele. Hamna baba, hapana. Yaani mimi ninachoka, ni bora hata baba ungekuwepo. Yaani mimi nimechoka sijui hata nifanye nini. Kasim. Ni Bakari. Wewe unakwambia watu kama mimi nimemwoa mdogo wangu mimi? Nani? Sasa umemwambia kama nimemwoa Salome mimi? Nani kakuambia? Nema hawezi kaniambia uongo mimi. Hapo kuna mpango wa kutuua sisi. Sasa kabla hujaanza na sisi naanza na wewe. Karibu. Sawa. Hadi hiyo ile dawa hiyo nipa. Naona kabisa na manufaa. Ndio. Naona kabisa yote inakusaidia. Naona nilikotoka kule. Ule wa kwanza alishafariki. Na wa pili nimepiga shoka. Ndio nikwambie kijana. Ile alijafa. Sasa mgongo wakati nimeshapiga kabisa na shoka kabisa. Ile shoka haikuingia sawa. Haikumpata sawa. Ile jamani ni hatari. Baba tunafanyaje kwa gari? Usikonde. Kwa hili nataka nikufanyie kitu ambacho sijawahi kumfanyia mtu yoyote. Mtanga. Hebu weka baraka za hawa wazee wetu. Sawa. Hapo.